nikaumwa kwa muda wa miaka 3. Yaani vile mnaniona sasa hivi ndio naingiza 40 sasa. Na pale nilikuwa 20s. Ndani ya 20s nilikuwa nafanana zaidi ya sasa. Yaani nilikuwa mzee kuliko mama yangu. Kwa ugonjwa ulifanya. Mpaka South Africa kulikuwa inaitwa gogo. Yaani gogo kule ni nyanya ama bibi. Na mimi sikuwa na shida kwa sababu mimi mwenyewe nilivyo. Japokuwa nina first born kangu kana miaka 1 wakati huo. Sasa nikaumwa kiasi ya kwamba wazungu kwa hospitali ya Edington, Durban, wenye wanakuwa wanajua South Africa mji wa Durban, hospitali yao kuu inaitwa Edington. Hiyo ndio mimi nilikuwa nahudumia mimi. Baada ya hapo nikarufaiwa kwa King George Hospital. Hospitali zote nikapitia, lakini hawakuweza kujua tatizo langu ni nini. Na hapo sasa nishakuwa skeleton. Sina nyama, sina chochote. Upepo kama huu unaniangusha. Anatakiwa niende kazi hivyo hivyo. Kwa hivyo mimi nilikuwa natembea kutoka kwangu kwenda kazini ni mbali kidogo. Hasa tulikuwa shanizoea kwa vile njia ni barabarani napita. Kwa hivyo tulikuwa tunanizoea, wananipa mpaka upepo ukiwa mkubwa nikisimama kwa duka la mtu napewa kiti nikae kwanza, kwa sababu kule wamefunzwa kuheshimu wagonjwa. Hasa walikuwa wanajua mimi nina ukimwi. Hasa wagonjwa wa ukimwi wameambiwa waheshimiwe zaidi ili wasijifeel victim. Kwa hivyo wakawa wananipa kiti nakaa. So that was my life. Mpaka kule Durban mimi najulikana kama the woman with the green jacket. Kwa sababu hiyo jacket nilikuwa naivaa siwezi mvua kwa sababu ya baridi na vile nilivyo. Nilikuwa mifupa mitupu. Nikashindwa kubeba mtoto wangu mwaka mmoja ambaye ndio first born wangu. Mpaka vile nilikuja kukutana na mama mmoja ambaye ni jirani yangu. Hospitali zetu hizi ama hospitali yetu sheria yake hatufanyi advertisement. Ni mgonjwa na nafaa ku advertise. Ndio maana jirani yangu tulikuwa pamoja naye hapa. Haniambii chochote. Na kwa nini alikuwa haniambii chochote? Kwa sababu sheria huku pia tunafundisha. Jirani yako, familia yako na marafiki zako achana nao watu, kwa sababu hao ndio watu hawatakuamini. Ukiwaambia kuna msaada huku ataona anataka kugonga. Kwa hivyo unaambiwa achana nao. Sasa yule mama siku zote nimekaa kwa ile building jana niona, lakini anashangaa huyu gogo ana shida gani? Kumbe yeye umri wake anafaa kunizaa. Sasa hiyo siku nilikuwa nimepoteza fahamu, nikaenda hivyo, mtoto wangu akawa anapiga mlango analia, watu wakajaa pale, nikainuka, nilipofungua mlango wakatukana wakienda, yule mama ndiye akabaki. Ni kabila ya President Nelson Mandela. Hao ndio kidogo wana hikma. Wale wazuri walimtukana na kwenda, angalia au kufungia mtoto kwa nyumba tunafunika. Sasa huyu mama akaniuliza, "Kuna tatizo gani?" Nikampa 5 rand ambayo ni kama 50 hapa hivi shilingi 5 sasa tuseme huko. Kaambia niletee Panadol, akaniletea, akaniomba kuingia, akaniuliza. Akaniambia, "Tangu ninakuona wewe, sijawahi kukuona unatembea straight." Yaani sikuwahi kunyoka kwa muda wote yeye mwenyewe pale. Nilikuwa natembea. Nikiinuka maana yake nafikiri kama kuna masindano. Amesema tumboni nikiinuka ni kama inanidunga. So mimi nilikuwa natembea. Kwa hiyo akaniuliza, "Wewe una shida gani? Sisi kwa nini unaenda straight?" Na kwa sababu nilikuwa nishaumwa kwa muda mrefu na nikawa nishakuwa rudi. Mgonjwa akiumwa sana alafu akawa hapati msaada huwa anakuwa rudi. Mimi nikamuuliza swali la jeuri sana. Kama daktari hawajui, mimi najuaje na mwalimu? Ndio walivyomuuliza yule mama. Akaniuliza, "Naweza kupeleka kwa screen? Umewahi kwenda screen? Ukapiga makili ya haraka naona kila kitu kinafanya ile screen sijawahi." Akaniambia sawa. Akaniambia wakati huo ilikuwa 1500 ya Kenya, akaniambia ni 150 rand. Kama ina shida, tukaenda kumbe ni next across the road peke yake. Yaani bibi yangu hivi na wako pale. Usiwahi. Yes, that is the law. Na hata Mombasa town unaona watu wengi hawajui. Lakini kwa hapa miaka 18, 17. So tulipoenda nikiingia watu wote walishtuka pale ndani. Wakajisahau kama wao ni professional. Sababu hawafai kuonyesha mgonjwa kama ameshtuka. Lakini walishindwa kwa sababu yani ukiniona ni kama nikitanyana nenda kuanguka na nakufa hapo hapo. Mimi nikawa nawasikitikia wao. Sababu nishajizoelea hali yangu.
Nilipoingia kwa chumba cha daktari alishtuka kabisa. Mpaka kinipima alikuwa anajaribu kwa kutetemeka. Anajaribu kujizuia iwezekani. Alipo anabaki kaniuliza, "Do you live like this?" Ndio swali aliniuliza, "Waishi hivi?" Mimi nikamwambia, "Sijui nianza bega." Akasungusha haraka mashine kaenda kwa bega. Nikaona akafanya akarudi sasa akatulia. Akasema sasa nishajua tatizo. Kwa nini kule hospitali walikuwa wanataka kufanya operation? Kwa sababu walitaka kumfanyia operation nikakataa. Wananifanyia operation tena wananiambia tunataka kufanya operation kwa mgonjwa ni sisi hatujui. Nikamwambia maadamu hamjui mimi sitaki. Sasa ndio akaniambia nishajua kwa maana walikuwa wanafanya operation. Nikamwambia ni nini? Akasema mshipa wako umeblock. Hapa ndio umuhimu wa watu kujipima. Usisubiri uumwe ndio ujipime. Sisi ni binadamu. Sisi ukishakuwa adult tunafanya kazi tofauti ambazo zinashtua mishipa yetu bila kujua. Unapoinua hata kitu chini kwa haraka, huo mshipa ushashtuka. Kwa hivyo huwezi jua mishipa gani utablock kukuletea shida baada ya miezi miwili zijayo. Nikishtuka haiumi saa hiyo, itaanza kuuma baada ya mwezi au miezi miwili. Kumbuka ushasahau kama ulibeba kitu. Sababu ni miezi miwili. Sasa mimi akanambia ni block mshipa umeblock. Sasa damu haiwezi kushare mshipa. Kwa hivyo ile damu kile inapokuja inakuta hakuna njia. Ule mshipa ukafura, kwa hiyo damu inaendelea kuja ikafura ukapasuka. Kwa hivyo hiyo damu ikawa ya ule mshipa sasa yamwagika ndani ya mwili wangu kwa miaka 3. Na haitoki. Maana yake ni nini? Watarajia nini hapo? Mimi nimeoza. Ndio maana hata kujivuta kusema siwezi inabidi tu niwe hivi. So, hakuna akanambia tu hivi nikamwambia kwa hivyo hamna dawa mpaka tu operation. Akanambia no sisi hatudungi sindano, hatutoi damu, wala tufanye operation. Ila tatizo lako ni rahisi kama tu wewe mwenyewe utakuwa kwanza na imani. Hapa ndio tuone umuhimu wa imani. Sawa? Imani ni nusu ya tiba. Alafu sasa matibabu yanamalizia. Nikiamini leo nimepata dawa ya sukari, nina imani Mungu akinisaidia hii itanisaidia. Hii dawa lazima itafanya kazi tu. Lakini kusema wacha nijaribu, hautapona. Sawa? Sasa nikamwambia niko tayari. Basi akaniandikia products za nakumbuka kwa 2,300 za rand ambapo ni 23,000 za Kenya wakati huo. Na umuhimu pia kuchukua dozi kwa pamoja ndio huo. Kwa hiyo mimi nilichukua dozi kwa pamoja. Sababu nilikuwa nimeharibu pesa sana. Kwa mwaka narudi mara 2 Kenya. Mwezi wa 7 nirudi nipande ndege nikuje nisomewe tu Qur'ani nirudi kwa sababu wazungu washaniambia uniandia barua ugonjwa wangu si wa hospitali, ugonjwa wangu ni wa nyumbani. Meaning what? Kwa Kiswahili. Maana nimerogwa. Wazungu 5 wa hospitali ya Edmonton walinikalia meeting. Wakanipa hiyo barua niko nayo mpaka kesho. Sasa tatizo walitumia neno kwamba sisi tukishindwa upelekea wazazi wako hii barua. Sisi tukishindwa hakuna atakayeweza. Sasa waliposema hiyo neno pale niliwajibu hiki moyo moyo nikasema kama nyie mmeshindwa kama nyie hamwezi Mungu anaweza. Nilitoka pale naongea peke yangu barabarani. Hapa mimi sifi mpaka nijue na umwamini. Kwa hivyo Mungu pia anasaidia mtu ambaye anahitaji kusaidika. Mimi nilihitajika kufa 2008 South Africa. Hiyo nilikuwa mwaka wangu sikupangiwa ila natarajiwa. Hospitali zote zishakubaliana hivyo. Wanafunzi wangu nilikuwa mwalimu wa foreign kule wanajua mwalimu wetu wakati wote anakufa. 208. Sawa? That's why mimi ni testimony South Africa. Mimi South Africa I don't talk to people like this. Mimi kutembea peke yake wananisimamisha. Wananiuliza hujakufa? Uko hai? Tafadhali nipeleke ulikoenda. Hivyo ndivyo ninavyosaidia watu. Na nimeweza kusaidia watu kwa matatizo tofauti mpaka wenye walikuwa wapati watoto na hata hapa ninavyozungumza. Juzi mgonjwa wangu mmoja ana miaka 5 kwa ndoa yake hajawahi fanya hata miscarriage. Akawa na fibroids lakini sasa dozi ya kwanza hakuimaliza. Walikuwa kwanza mume wake alikuwa mdharau.
kwa sababu alikuwa ameona nimeandikia dawa 4, mimi akanunua 2 tu. Kwanza akataka aongee na huyo daktari, unaona huyo mshauri wa afya, hizo dawa mbona ni ghali? Nikamuelewesha kwa nini ziwe tu 4, kwa nini haziwezi kuwa 2? Nikamwambia kwa nini ziwe 4, nasifaa kwenda kama kikosi cha jeshi. Adui ni wengi mjini na wameshatuliwa, wameshatengeneza territory ndani. Unapomtuma askari mmoja unamtuma kufa. Sawa. Sasa akamnunulia 2 tu, lakini Mungu akataka kumuonesha kwamba hiyo ndio ambayo unaichukulia utani, sasa hiyo ndio dawa ya mkeo. Kwa hivyo before hajaimaliza, yani hajamaliza zile chupa 2 ambapo alitakana anunue zingine kabla zile, basi ni mjamzito kunavyoongea sasa hivi, na ushahidi kashajitumia kwa simu. Unaona? So ndio furaha yangu mimi ni watu kupona, kwa sababu mimi natoka huko pia. Mimi nilihitajika kufa 2008 na leo ni 2026, mimi ndo naongea. Kwa hivyo product zetu ni za ghali. Narudia tena, product zetu ni za ghali kwa sababu zimevuta ugonjwa ambao ungetumia dawa miaka yako yote, zimevuta ndani ya miezi 3 hadi 5. Chukulia wewe unalipa 500 tu dawa zako za kawaida, kwa maisha yako yote ni pesa ngapi? Kwa hivyo ughali wa dawa zetu ni kuanzia 3,000, 5,000, inategemea na tatizo la mtu. Kuna miili aina 2, mwili wa kureact kwa dawa na mwili wa kuchelewa au react kwa dawa. Yaani wewe meza tu kitu chochote mpaka utakapopona. Wa kureact kwa dawa maana yake ukimeza baada ya siku moja unaweza kusikia changes, either maumivu zaidi ama hivyo. Kwa hivyo huo mwili wa kureact kwa dawa ndio huwa unapona haraka kutokana na experience. Sasa mimi yule mama alivyonipa dawa, yeye alijua mimi nakufa. Kwa hiyo yeye hakuwa na imani ya kupona kwangu. Ndio maana hakunipa maelekezo. Hasa alinipa tu dawa. Kwa hiyo mimi nilipomeza, kumbe si dawa zinaanza kufanya kazi usiku yake. Hasa mimi nikiamka asubuhi naona siwezi kujitikisa, siwezi kufanya chochote. Nikamwambia mzee wangu, naomba nibebe uniweke chini, usimamishe chini. Kwa vile shazoea vituko, alinibeba akaniweka chini. Akasema haya, kuna nini leo? Na mimi naona vile nimesimama hivi, siwezi kujitikisa, siwezi kubend, mgongo na sio unavunjika. Akasema huyu mama ametafuta mbinu mpya kutuua sisi wa foreigner. Sasa huyu mama ametuchukulia pesa, alafu ametupa dawa za kuniua. Sasa nenda umwambie sitaki kuonana naye. Nikashuka chini nikaenda kwa beach kwa sababu nyumba yangu kwa beach. Sema wacha nitembee kwa beach kwa sababu siwezi kukaa tena. Afadhali sasa nitembee. Niliporudi kumbe yake enda kumuuliza. Yeye akamwambia hapana. Nimefurahi kusikia anapiga kelele. Nilisahau kumwambia kama ile dawa ya kwanza anayotangulia kumeza kabla ya zingine, kazi yake ni kama scrub. Inaenda kwa kisha na kuangura ile sehemu yote ambayo ni. Kwa hivyo hapo alipo ana jeraha jipya. Kwa hivyo akija msaidie ameze ili zianze kufanya kazi. So mimi niliporudi mzee wangu akanishauri, nikashangaa kwa nini ananishauri mimi nimeze dawa nikufe. Mpaka namwambia kwa sasa mimi nikimeza dawa nikikufa nakufa na jina lako. Naona ananiambia sawa. Nikashangaa mbona kuna confidence. Kumbe ashapewa siri, nishamwambia kumuona huyo mama. Kwa hivyo nilipoanza kumeza nikawa ile mgonjwa kwamba vile ugonjwa ulitafutwa au kupatikana leo umepatikana. Sasa nataka kuanza kutiki chini kwa kalenda. Kila mkono ufanye kazi, kumbuka. Mwaka 1.5 nilitumia machuma na mwaka 1.5 mkono wangu haukufanya kazi kutokana na ile maumivu. Kwa hivyo sijawahi andika kama mwalimu. So nikawa namwambia mzee nitikie hapo kwa kalenda. Nataka kuona nitapona lini kwa sababu sasa ugonjwa ushapatikana. Kwa hivyo siku ya 7 mzee alikuwa anapika. Sasa nimeshika kikombe bila kujua, lakini naona mzee wangu hani chai, ameniangalia kwa mshangamika mwanzo, kwa nini ananiangalia hivyo? Akaniambia una maana wewe hujioni? Nikijitizama kumbe huu ndio mkono nimeshikia nini? For the first time baada ya mwaka 1.5 mkono haujabeba au hujashika chochote. Kumbe nimeshika tena, iko hapa. Nakumbuka vizuri hiyo siku, ilikuwa siku ya Jumamosi kama leo. Nimeregesha kikombe chini, nikaambia mzee tukonane jioni. Nikaenda kaamsha yule mama. Kumbuka yule mama nilishamwambia tusiwahi onana.
Sasa nilipobisha, anayezungumza Kiingereza pale ni mimi tu, kwa sababu si wa foreign. Nilipomwambia please open the door, akajua nina vita, akajua kuna tatizo lingine limetokea, naenda kwa vita. Akaogopa. Nikamwambia fungua, ni good news, njoo uone mkono wangu wafanya kazi. Alipokuja kwenda akaona, akamwambia unaona mkono wangu, nipeleke kwa hospitali kwenu. Mimi ndo namwambia la sijui kama ni company. Nikamwambia nipeleke kwa hospitali yenu. Qualification unazihitaji mimi sasa kujua, sina chochote, wewe nipeleke unifundishe from scratch niweze kusaidia watu. Kwa sababu kama hospitali zote zimeshindwa kuona tatizo langu, nimeonekana huku na siku ya 7 mkono wangu unafanya kazi, basi kuna watu wanakufa huku nje, nataka niwasaidie. Na hivyo ndivyo nilipeleka, nikapatikana kumbe natakana kulipa. Sasa nikashangaa, kwani sasa alivyoza tu ni nini, na mimi naribu na 100,000 na kila kitu kwa ndege kwa kila siku kwenda kujisomewa nyumbani. So nikazilipa, nikaekwa, nikaanza kufundishwa. Mimi jamani, sijawahi ambia mtu chochote kuhusu upendo wetu. Mimi ni testimony sababu nilianza na wanafunzi wangu waliponiona naandika. Kina mama 23 wa Kongo, wa Burundi, wa Nyarwanda na wa Tanzania na Waganda, wanafunzi wangu. Sasa hao walipoona, kwa hivyo wao ndio wanaafiliana. Wao waliregister wote baada ya kuona kwamba mwalimu kumbe amepona. Ndio hapo ninakuta kumbe wengine walikuwa na matatizo yao, wengine kwa sijui, kuna walikuwa na HIV, kuna walikuwa na nini, wote kwa tunavyoongea wako hai mpaka leo. Maana mimi sijawahi kuwa na shida yote na watu na South Africa wagonjwa. Kenya ndio vile hawanijui na hawajui historia yangu, familia yangu peke yake, ndio inakuwa shida kidogo kuwaeleza. Unaona? Yeah. So hivyo niliweza kuingia kampuni, na nashukuru Mungu. Asilimia kubwa, naweza kusema watu wengi wamepona kupitia mkono wangu, nashukuru Mungu. That of my story. Kama nilitakiwa kufa 208 na leo niko hai, lazima Mungu ahimidiwe, lazima Mungu ashukuriwe. Na mimi ndio huwa nasema, ndio hapo nilijua lugha ya Mungu anavyoongea na watu wake. Kwa hiyo nilikuwa naomba, ningeambiwa tu hawa wanatibu, nisingeamini. Kwa hiyo Mungu alinipa niko na mimi. Sasa nilikuwa nataka lugha ya Mungu.